almalakani almuhasibani, watakujilia malaika wawili watukufu, ila wao ni wawakilishaji tu katika kukuuliza masala. Ya Fatuma binti Muhammad, fala yufizaka, wala usifadhaike, wala yurhibaka, wala usibabaike, wala yaruaka, wala usiogope, wala yaruaka, wala usitemeke, wala yahulaka, na wala usiogope. Fa innahuma khalqu min khalqi Allahi ta'ala, hakika hao ni viumbe miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. Tujiulizeni maswali. Tumemwambia mama yetu asifadhaike, asiogope, kwa kuwa hao malaika watakao kuja kumuuliza ni viumbe miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. Wewe viumbe vya Mwenyezi Mungu umeona vingapi? Ambapo sasa wewe unaambiwa tusiogope kwa sababu hao ni viumbe miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. Jamani nyinyi, bila kufata maneno tuliohusiwa hata na shekhe wetu kule kwamba swala ndio itakayotengeneza matendo yetu, basi kama utaondoka huna swala ukaenda kujua hawa wenyewe malaika hawa watakapokuja, basi itakuwa ni mushkili kwako. Sauti yao ni ngurumo la radi, macho yao yanavyopepesa kama unapoona umweko wa radi. Kwa hiyo tumemwambia asiogope wala asitetemeke, kwa sababu hao ni viumbe miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. Fa iza salak, watakapokuuliza mama yetu, marhabu, nani mola wako, kama nabiyuka, mimi naomba niende mjini nikatafute maisha. Akamwambia, mwanangu, wala sikupingi juu ya hilo, lakini naomba uyashike mambo yangu matatu. Kiashika hayo mimi nitakuridhia katika kutafuta maisha yako fi dunia wala akhera. Akamwambia, ni mambo gani baba unataka kunihusia? Akasema, cha kwanza mwanangu, huko unakoenda kutafuta maisha, pambana katika kutafuta maisha yako, lakini la tansa al-maut, na kuomba mwanangu usije ukasahau mauti. Mtoto akashtuka kidogo, akamwambia, baba, mimi nikajua utaniambia nikifika kule nipambane, nitafute riziki yangu ya halali, nisije nikaiba cha mtu, nisimdhulumu mtu. Mbona wanitajia kifo baba, na hata kuondoka mimi sijaondoka? Akamwambia, ya bunayya, mwanangu, innal mauta la yansaka, kwa sababu kifo wewe akifanya nini? Hakikukusahau. Akamwambia, la pili mwanangu, la tansa sana, usije ukausahau udongo, usije la tansa al-qabr, mwanangu, usije ukasahau kaburi, maana utakapokufa utaingizwa kwenye kaburi. La tatu akamwambia, la tansa sana, usije ukausahau udongo ambao kwamba ndio utakao kuwa kuja juu yako badala ya kuzikwa. Kwa hiyo hayo mambo matatu kaishi nayo mwanangu. Ukiaishi nayo, mimi nimekulizia katika kutafuta maisha yako. Sasa tunajiuliza swali. Sisi tuna watoto, tumewalea mpaka wanakuwa, wanapofikiaga umri wa kutuomba kwenda kutafuta maisha, tunawaondoaje? Au ndio ile ya kusema, mwanangu, umeona maisha yetu ya hapa nyumbani yalivyo, kapambane mwanangu, ili tubadilishe maisha yetu ya hapa nyumbani. Mtoto yule ataondoka kwa ile kauli yako ulomwambia aende akapambane. Akifika kule katika kupambana sasa, ndio yale kuna haya maneno tunaambiwa, kuna chama kinaitwa Freemason. Mimi siamini, lakini ndivyo kilivyo, si ndivyo? Kwa yule mtoto ulomwambia aende akapambane, akishindwa atajiingiza kwenye hicho chama. Sasa mawili katika kujiingiza katika hicho chama, asipokuondoa wewe ili astarehe zile mali na mama yako na mke wako, basi atamuondoa mke wako ili mnufaike zile mali na mwanao, si ndivyo? Si mnanielewa? Akienda kule sasa, sababu simwambia akapambane, mawili, asipokuondoa wewe ili anufaike na mama yake, basi atakuondoa wewe baba, atamuondoa mama ili unufaike naye. Kwa hiyo tahadhari jamani, usia wa mzee Rukumani mpaka anapendwa na Mungu ni ile ikhlaki na tabia nzuri aliyokuwa akiishi pamoja na familia yake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wenye kusikia na Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyooka. Mwenyezi Mungu atujalie kupitia msiba wa mama yetu, basi tuwe ni wenye kuzinduka na kupata tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu. Amen. Allahumma haqaqil ahli al-qubur bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma haqaqil ahli al-qubur. Mwenyezi Mungu wasamehe walioko ndani ya makaburi, minal mu'minina wal mu'minat, miongoni mwa wale waamini wanaume na miongoni mwa wale waamini wanawake, wal muslimina wal muslimat, miongoni mwa waislamu wanaume na miongoni mwa waislamu wanawake. Waj'alna Allahumma fi quburihim adhiya'a wan nura lifus'ata was surura li baqiyat al-qubur. Najalia katika makaburi yao kuwe na mwanga, nuru na mapumziko yenye furaha. Al-maghfirata ala ahli al-qubur, nasamehe makosa aliyokuwa ndani ya makaburi. Innaka maliku rabbul ghafurur rahim, wewe ni mwenye kumiliki, mwenye kurehemu na mwenye kusamehe. Dawahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.